Safedoor TV inavuma, Safedoor TV inavuma, channel yetu tukufu, channel pendelevu. Safedoor TV, la chaîne d'actualité, la chaîne du savoir. Safedoor TV, bonyeza like, bonyeza subscribe, bonyeza kengele. Usisahau pia TikTok yetu. Safedoor TV inavuma sana mitandaoni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi watazamaji wa channel yetu tukufu, channel pendelevu Safedoor TV. Kwa siku ya leo insha Allahu taala tunakuja na mada nyeti kabisa, ambayo mada hii kwa leo itazungumzia ni dua ya Nabii Ibrahim aliyoiomba kwa ajili aliyoiomba kabisa, inayopatikana katika suratu Ibrahim, sura ambayo inabeba jina ya Nabii Ibrahim alayhi salam, katika aya zake za 35. Kuanzia hapo tutakwenda tunasoma, tuzisikilize mafunzo mbalimbali inayopatikana katika dua aliyoiomba Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Kumbuka ewe Mtume Muhammad, pindi ambapo sallallahu alaihi wasallam, pindi ambapo Ibrahim alipo muomba Mola wake akasema, e Mola wangu, na kuomba ewe Mola, na kuomba uijalie hii sehemu ambayo nataka kumwacha mke wangu na mtoto wangu iwe ni sehemu, iwe ni mji wa amani. Yani kwa huo wakati ilikuwa haijakuwa mji, ilikuwa tu ni sehemu katikati ya mlima, bonde pale. Mji wa Maka ulikuwa bado hujakuwa mji. Sasa yeye akaiombea dua akasema, kwanza Allah ijalie iwe ni mji, isibaki kuwa desert, Allah ijalie iwe ni mji. Dua ya pili akaiombea akasema ya kwamba Allah uijalie tena iwe ni mji, sio kama miji zengine, bali iwe ni mji wa amani kabisa, amani iwe katika hii mji. Ya pili, dua ya tatu ambayo aliomba akasema Nabii Ibrahim ya kwamba na ujalie, akasema ya kwamba wajnubeni, na unikinge mimi Ibrahim na wabania, na vizazi vyangu na descendance yangu na watoto wangu, utukinge kutokana na kuabudu masanamu. Akaendelea akasema, rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni waman asani fa innaka ghafurur rahim. Akasema Ibrahim dua ya nne ya kwamba, e Mola, hakika yale masanamu ambayo tunakuomba utukinge nayo katika kuziabudu, utukinge nazo, hakika hizo masanamu zimewapoteza watu wengi sana. Faman tabi'ani, yule yoyote katika watu ambaye atakayenifata mimi, basi atakuwa ni mwenye kutokamana na mimi, na atakayeniasi mimi, basi wewe Mola ni peke yako ndiye mwingi wa msamaha na mwingi wa huruma. Akaendelea Ibrahim na dua ya tano akasema, rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar' inda baytika almuharram rabbana liyuqimu as-salah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Akasema katika dua yake ya tano ya kwamba, ewe Mola wetu, hakika mimi nimeweka vizazi vyangu hapa, nimeweka familia yangu katika hii sehemu ambayo ni sehemu ya bonde, yani katikati ya milima miwili.
Kisha ni sehemu ambako ghair biwadin ghairi dhi zar'in, sehemu ambako hapana mazao, yani mimea haiwezi kaota katika hii sehemu. Mola wangu, ni sehemu kavu kabisa, nimewaacha familia yangu. Tena inda baitika almuharram, katika pembeni ya nyumba yako iliyo takatifu. Akasema ya kwamba Mola wangu, dua ya sita Ibrahimu akaomba akamwambia Allah, ewe Allah Mola wangu, wajalie familia yangu, akasema wasimamishe sala, rabbana liyuqimu salata, Mola wangu jalia familia yangu hii sehemu wasikae tu bure, wasimamishe sala hapa. Tazama umuhimu wa kusali. Nabii Ibrahim al-Khalil, kipenzi cha Mungu, rafiki wa Mungu, lakini anamuomba Allah amjalie watoto wake ambao ni nabii pia. Ismaili ni nabii, watoto wake wote ni manabii. Anaomba wasimamishe sala. Ndugu zangu, mimi na wewe ambao tunashindwa kuwaombea watoto wetu avenir nzuri, ambayo si avenir ya kumiliki mabilioni na mabilioni ya mapesa, bali avenir nzuri ya kumwombea mtoto wako ni asimamishe sala, akuwe katika watu wenye kusimamisha swala. Tuendelee, akasema ya kwamba na uwajalie watu wawafate, mioyo za watu ziwafate katika hii sehemu, ziwaelekee, na uwaruzuku katika matunda mbalimbali zitakazopatikana katika hii sehemu ambayo ni kavu. Lakini Allah ijalie hiyo sehemu kavu patokee matunda mengi sana. Hii ni dua ya Nabii Ibrahim, inatufundisha kwamba kumbe wewe Muislam lazima uiombee nchi yako dua, na sio tu dua ya amani peke yake, bali uiombee dua ya mafanikio, kwa sababu ndo matunda mafanikio, nchi yako iendelee mbele. Kisha akasema ya kwamba Rabbana, dua ya saba hiyo, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wala fis samaa. Allahu akbar. Ibrahim akamwambia, Mola wetu, hakika wewe unajua kila tunachoficha katika manafsi zetu na tunayoyadhihirisha katika manafsi zetu, na kila ambacho na hakikufichiki chochote kile, hakikufichi kitu chochote kile isipokuwa wewe utakuwa unakijua, utakuwa unakiona, kiwe ardhini ama kiwe mbinguni, lazima utakuwa unakiona. Kisha akasema katika kumsifu Allah, Ibrahim alayhi salam akasema ya kwamba alhamdulillahi alladhi wahaba li ala alkibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi la sami'u du'a. Akasema kila sifa kamilifu zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye amenipatia mimi zawadi ya kumpata mtoto ambapo nilikuwa nimeshatambusha miaka mingi sana, yani nimeshakuwa mzee. Katika uzee amenipatia zawadi Allah ya kuwapata watoto wawili, ambaye wa kwanza ni Ismail na wa pili ni Ishaq. Faida tunayoipata hapa ni kwamba mtoto wa kwanza wa Nabii Ibrahim ambaye kaanza kutajwa ndani ya Qur'ani ni Ismail alayhi salam, na wa pili ni Ishaq alayhi salam. Kisha akasema hakika ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kusikia dua. Hakusema Ibrahim ya kwamba eti inna rabbi sami'u du'a, hakika Mola wangu ni mwenye kusikia dua. Hakusema hivyo, bali aliongeza neno akasema inna rabbi la sami'u du'a. Hapa kuna taukidi pale,
anaonyesha kama yani Mungu Allah huitika dua, huzisikia dua zetu. Huyu ni Nabii Ibrahim alayhi salam. Kisha akamalizia na dua, kunabakia dua mbili ya mwisho, akasema rabbi ja'alni muqima salah, rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Akasema Mola, nijalie mimi Ibrahim, tazama hapa, mimi Ibrahim pamoja na daraja yangu mbele yako, pamoja na kwamba wewe unanitaka, unanipenda, mimi ni rafiki yako Allah, lakini unijalie niwe miongoni mwa wenye kusimamisha sala. Hawa ni manabii, anaomba kusali. Kwenye hii dua zake ameshaomba sala mara pili, yote yuko anarudilia tu Allah mjalie au mwenye kusimamisha swala. Vipi wewe ndugu yangu ambaye usiyetaka kusali? Akaendelea akasema ya kwamba isiwe mimi peke yangu ndiye nitakayesimamisha swala katika familia yangu, bali na familia yangu Allah wajalie wawe ni wenye kusimamisha sala. Kisha akamalizia akasema, hakika Mola wetu wewe ukubali dua, kwa sababu anamuomba Mungu wake, anamwambia amkubalie dua. Yani Ibrahim alikuwa ni nabii ambaye alikuwa anapenda sana kuzungumza na Allah katika kumuomba mahitaji yake. Kisha akamalizia dua yake akasema, rabbana ighfirli waliwalidayya walilmu'minina yauma yaqumul hisab. Akamwambia sa Allah, Mola wetu unisamee mimi kwanza Ibrahim. Tazama nyinyi ambao mnashindwa kufanya istighfar, tazama manabii wa Allah, nabii wa Allah Ibrahim alayhi salam, mtume wa Allah, anamwambia Allah, nisamee mimi madhambi zangu, na uwasamee pia wazazi wangu, na uwasamee pia waaminifu wote duniani, hiyo siku ambayo tutasimama mbele yako Allah subhanahu wa ta'ala, yauma yaqumul hisab. Kwa hiyo ndugu zangu Islam, akamalizia Allah akasema, wala tahsabanna Allaha ghafilan, wala msidhanie kwamba Allah kaghafilika, amma ya'malu dhalimun, innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Wala msidhani kwamba Allah kaghafilika na mnayoyafanya nyinyi Waislamu. Msidhani kwamba Allah hawaoni. Wale wenye kufanya madhambi wanadhani kwamba Mwenyezi Mungu hawaoni. Mjue ya kwamba Allah yuko anawaona, tena anawachelewesha tu. Msidhani kwamba hataki kuadhibu, hapana, bali yuko anawachelewesha mpaka ifike siku ambayo atawashika mshiko wa adhabu, ambako mtakodoa macho itawatoka. Basi insha Allah, ilikuwa ni faida chache tu kabisa katika dua alizoziomba Ibrahim alayhi salam katika suratu Ibrahim. Naam, insha Allah tutaendelea na darsa zetu katika siku zijazo, tulete manabii wengine na dua zao katika Qur'ani insha Allah taala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.